Endelea bwana. Umeingia kwenye boxing, wapo ambao unawahusudu mabondia ambao unawishi au wale ambao wamekuvutia paka ukaingia. Unaweza kulisti ni yupi na yupi ambaye unapenda mchezo wake na unawishi usiwe kama yeye ila baadhi ya vitu vitukane kama na yeye? Wako wengi sana. Hata watatu au wawili. Nita mention karibu wote mpaka usini stop. Wa kwanza ambaye kweli napenda kwanza branding, anavyojibrand, anajipa value Hassan Mwakinyo. Napenda anavyojibrand. Bwana mimi gharama, mimi sio cheap kiasi hiko. Napenda biashara, hela. Hassan Mwakinyo. Very very classic. Kabla tujaendelea, tutaendelea kwenye hiyo listi. Hivi unadhani kwa nini huyo ule mtaja Hassan Mwakinyo watu wengi wanapenda kumsakama, hasa watu wa boxing, ukitofautisha na japokuwa kwa watu ambao wapo kwenye boxing wapo ambao wanamkubali kwa asilimia nyingi, ila watu wa boxing wengi wanapenda kumsakama kwa sababu yeye afanye tu ngumi apigane. Watu boxing wanataka mtu apigane, lakini mkali nani, lakini anafanya ngumi biashara, afanye mkali nani, ana mahesabu. Ndicho ambacho anakifanya. Mimi nitafika wakati sitapigana tu ovyo kama nafikiria. Sasa hivi anapigana kwa sababu tu ndogo najitafuta fulani. Kwa ndio kwa hivyo. Kwa sababu sija kutafuta mimi kwenye ngumi, sija kutafuta umaarufu, watu inaonekana mimi noma kwenye ngumi. Mimi huja kutafuta hela. Watu waweke hela, nipate hela, nibadilishe mfumo wa maisha yangu. Hii ndio kitu kizuri. Ndio mimi lengo langu. Hata Abdul naambia Abdul napigana sasa hivi napigana. Sasa hivi sio milioni 1 milioni 2 zinataka kunipa na katambia mimi napigana. Mimi sasa hivi napigana hadi bure. Kama mara juzi Tifa ataka kunipa milioni 5, kanipigana milioni kama Tifa mimi sitaki milioni 5 yako. Mimi nitapata milioni 500 mbele. Hii kaa nayo wewe, ongezea huko. Si ukusumkana na bosi wangu Abdul yupo na hela atalipia. Nikienda kupigana bure. Tifa nipa milioni 5 kusema sitaki hata shilingi 10. Kwa nini? Natengeneza kali yangu. Ikishakatwa kishaona huyu ana uwezo wa kufanya hivi. Mtu kwa milioni 200, milioni 3 ni kizuri cha juu. Kitu cha jiuza. Kwa hiyo ndio kitu ambacho Hassan Mwakinyo anazidi na baadhi ya mabondia. Anajua branding. Wewe Hassan Mwakinyo hata kama unaona kucheza huyu mpumbavu kwa sababu ya akose milioni 500. Awe ana au anayo. Automatic kuna alivyo kajithaminisha. Hassan Mwakinyo sio tu bondia, lakini pia ni mfanya biashara, anajua biashara ya ngumi. Tujifunze kutoka kwake pale. Mwingine nampenda Ibrahim Classic. Ibrahim Classic ni management yake. Very very smart. Ukiona anavyojibrand makampuni tofauti, msafi kabisa. Ibrahim Classic msafi, kimona tu yuko ana nidhamu nzuri sana. Ibrahim Classic ni mtu ambaye mara nyingi mimi naongeaga naye au mkali bwana hivi na hivi. Yaani ni mtu yuko very very smart na yuko very humble Ibrahim Classic. Lakini pia napenda Ibrahim Classic ni bondia ambaye hawezi kuona sura yake imeharibiwa kwa sababu pia mchezo wake anaupenda jeb sana, ana defense na jeb. Anakukimbiza. Ndio maana ukiangalia anapiga na masungu, anachukua sana mfumo wa Ibrahim Classic. Nikamwambia ndugu yangu, nitakimbia mwanzo mwisho kama unafanya gawe. Anambia utachoka, ambia baba sichoki. Wewe utakuja kuniona. Kwa hiyo Ibrahim Classic. Nasibu ni bondia ambaye yuko mpole sana. Nasibu hizi pure talented. Yaani katika miongoni mwa bondia ambao kweli talented. Kina Messi, kazi inaonekana ila hana maneno mengi. Nasibu. Yeye bondia wote wanajua, yeye Nasibu anajua kabisa. Nasibu hatari. Yaani sio mwongeaji, yuko very humble, mpole, low key, lakini hatari. Nasibu hatari, yani sio nikwambia. Mimi sijaona na mtu pale. Nazunguka naona bondia wengi lakini kwenye kupigana ulingoni au jamaa akabarikiwa kwa Nasibu. Lakini pia Juma Choki noma. Juma Choki noma, yani ana kipaji, anajua. Juma Choki, Saidi Bwanga hatari. Anathubutu Saidi Bwanga. Unataja zile sumu kabisa. Ndio hizo ambazo mimi naangalia sana. Mimi natajia ndio naangalia sana. Saidi Bwanga nautajia. Saidi Bwanga mtu kama Mfaume. Kwa kweli ningia katika ngumi Mfaume, mimi kwa ngumi nimeanza juzi katu. Kwa hiyo Mfaume kuna risiki kubwa, sikujua uwezo wake. Lakini baada ya kufuatilia Mfaume nimeona ni miongoni mwa bondia ambaye anakubalika. Naweza kusema Mfaume ni bondia, ni miongoni mwa bondia ambao wana mashabiki wengi sana Tanzania. Ukizungumzia box basi wote wacha kumtaja Mfaume. Ndio maana mimi ukiona nampenda sana kumtania nataka napiga naye kwa sababu yeye naweza kusema kama Hassan Mwakinyo anaweza ka Diamond wa ngumi, basi Mfaume anaweza kumpa Alikiba wa ngumi Mfaume. So namheshimu sana Mfaume, ana kitu, ana nyota ya watu wanampenda ni Mfaume. Kuzungumzia mabibi unamzungumzia Mfaume. Ushansema sio. Lupa, kuna bondia mmoja wetu hapa Failoz Lupa. Mimi sio short kachukua debut, ni mtu ambaye ana nguvu, naye ni mgeni mchanga lakini ana nguvu, ana power. Yani ni mtu ambaye ukifanya naye kitu ana box, yani heavyweight au uwezo wake mkubwa, lakini anacheza kama mtu ambaye anakicheza super feather. So namkubali sana.
au ni baadhi ambao mabondia wengine ndio baadhi ambao wako kichwani? Yeah, mabondia ndo hawa unaowakubali. Tukimalizia kwa upande wa boxing, juzi kabla ya pambano lako wiki iliyopita kulikuwa na pambano ya punch kwa heshima kati ya Joseph Maigwisa Menkadi dhidi ya Pius Mpenda. Wewe kwenye ile fight ulikuwa upande gani na nani alikuwa anakukosha pia? Mimi sikuwa na upande. Wale matokeo pia uliyapokeaje pia? Mimi sikuwa na upande. Siku zile ulienda kama shabiki. Mimi nenda kama shabiki kwa sababu angalia. Pius Mpenda ni rafiki yangu, ndugu yangu, brother, anikubali sana. Maigwisa alikadhalika, Maigwisa ndio alianza kunikubali muda mrefu sana, wananikubali hata tangu sijaingia professional boxer. Kwa hiyo wote nawapenda, wote nawakubali uwezo wao. Lakini mimi binafsi wote kila mtu kafanya vizuri kwa upande wake, lakini kila mtu ana mapungufu yake kwa jinsi nilivyokuwa naona mimi. Wale mabrother zangu, lakini kwa jinsi mimi kama shabiki sana, kama shabiki. Maigwisa ana power kweli kweli. Pia mrefu. Lakini kwa anacheza kama kana kwamba mfupi. Sio alikuwa kushindana na ingawa kafanikiwa kwa sababu kupana mimi kwenye nguvu zake. Lakini kienda singi nyingi kwa wazungu sasa akapiga kwa sababu yule mrefu, nitamani acheze boxing. Boxing akimbia yani yapanga yani kwa sababu ana nguvu, anataka kupiga jibu yake unasikia na yeye. Yaani haikuwa mbali nani Mpenda angekuwa mbali kwa sababu Mpenda alikuwa anapiga jebu, damu zimemtoa jebu zimemtoa damu mpaka damu. Kwa zile angefanya mwanzo mwisho vile angepiga mapema. Isa kwa kubishana naye. Mpenda pia anainama sana, kupona inama sana, kitu ambacho sio mbaya, lakini kina masana sio. Ona, yeye unajua, kupiga jibu ona ingia, yani unajua sijui naona. Unajua mimi mwalimu wa boxi basi. Lakini mshasiku mchezo kupa mzuri, walishindana, lakini pia nilitamani kwa sababu wale alicheza boxing brother, wala hajafanya mchezo. Wale. Ingekuwa wewe siku zile, ingekwaje? Ningekufa. Yaani mimi mmoja hapa ningekuonyesha kufa. Kwanza nishaanza kufa. Raundi ya 3 nishajivunja, yani sitaki kurudia tena. Kwa sababu wale walikamiana sana. Alafu zile wakati mwingine unajua mabondia, ngumi ni mchezo hatari, lakini pia wasiufanye ugomvi. Ngumi ni mchezo. Ukifanya kama mchezo hautapata madhara. Lakini ukifanya ngumi kama ugomvi wa Samu utapata madhara, utakufa. Ngumi watu wanakufa. Tazulika. Siku nyingine ushindwe kucheza. Maigwisa na Mpenda akutakiwa kucheza vile alivyocheza. Sio mbaya. Mashabiki sio tunapenda, lakini no. Tamu nakutana kati vile. Cheze ni box za kimbia, yani unaonyesha raundi 3 nyingi, lakini ukicheza vizuri inakufavor wewe, utakotoka mshisiku damu zimetoka nyingi zile. Kati kupoteza kucheza tata mtu kama yani ungeweza hata majaji wanahesabu pointi. Tukimbia toka, yani cheza. Kuwa muoga ulingoni. Unaangalia afya yako, lakini pia force ushinde. Imekuingia tu sasa, imeniingia ngoja utakuja nilipiza hapa. Sasa mimi sitaki. Lakini ile mechi ni kipolo cha miaka kama 3. Maana watauana sasa, mwisho siku watakufa. Wafanye mchezo. Mimi nataka bondia wa Tanzania wafanye mchezo wa boxing, wasifanye ugomvi wa boxing. Sio na mabondia wengi wanafanya brother, tuombe Mungu. Wewe kwa mimi hii interview sasa baada ya miaka 2 au 3 mbele unajua kunaelewa ninachokimaanisha. Au sio? Unasema mwanangu mkali uko la sasa hivi. Wewe mkali kuna kina Shakulu ujue. Utakuja kunaelewa. Naongea kama Sayat always, lakini ninachokisema kinakimaanisha brother. Na mtazamaji wa Niako TV, huyo ni Miraji mkali wenu, comedian handsome, vile vile ni boxer wa kulipwa kwa hivi sasa, ambaye ametueleza mengi kuhusiana na mchezo huo wa masumbwi, ametueleza kuhusiana na fight yake iliyopita, ameeleza kuhusiana na fight ya kina Pius Mpenda, kina Joseph Maigwisa, ameeleza mabondia ambao wanakubali na lengo lake la kuingia kwenye hii career hii ya boxing. Mimi naitwa Ahmadi Kombo na hii ni Niako TV.